Movie inaanza asubuhi na mapema kabisa. Huyu mama alikuwa anampigia simu mume wake, lakini simu ilikuwa ipokelewi. Alipiga kwa muda mrefu sana, lakini wapi. Unaweza jiuliza kwa nini ni asubuhi na mapema alafu anampigia simu mume wake? Mchizi atakuwa wapi sasa? Kaa hapo hapo utanielewa tu. Mchizi mwenyewe ndo huyu hapa sasa. Mke wake aliendelea kupiga simu nyingi mno. Lakini unadhani hata mchizi alikuwa anaokota? Simu zilipigwa nyingi mno, lakini mchizi alikula buyu tu. Ghafla upande wa pili tunamwona huyu dada anaongea na simu. Kwani ulikuwa bado umelala? Nimekupigia simu sana eh? Huyu ni msaidizi wa yule dada tuliyemwona mwanzoni kabisa mwa movie. Binti akasema, siwezi kukusamea bana eh? Unapaswa kuwa hapa tayari. Ghafla kaitwa Enita. Mama umeamka na umetoka kitandani kabisa. Akamuuliza, huyo ni mume wangu ulikuwa unaongea naye, si ndio? Enita akasema hapana. Umemaliza kila kitu ambacho nilikuagiza au upo tu hapa unaongea na simu muda wote? Enita akasema kila kitu nimemaliza. Kila kitu? Vipi kuhusu mkate wangu, umeniandalia tayari? Enita akasema amesahau tu. Hawafunguagi Jumapili. Kwani hicho ndo kitu ambacho nimekuuliza mimi? Sikiliza. Naenda kuoga. Nitakaporudi naomba uwe umeandaa tayari. Nataka nile kabla wajumbe wa kamati hawajafika hapa, sawa eh? Enita akasema sawa tu. Sister Moni akaondoka zake. Enita akashusha pumzi kubwa hiyo. Upande tunaona hawa wanandoa wawili wako kwenye gari lao mzee, wanaelekea kwenye ule mjengo wa Sister Moni kule ambapo tumetoka kupangalia sasa hivi. Huyu dada huwa anajishughulisha na uuzaji wa juice na nini, ila mume wake hapendi kabisa mke wake afanye kitu kama hicho. Lakini mke yeye ni mpambanaji tu na analazimishaga kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo mchizi alikuwa anajaribu kumgombeza sana mke wake na kumkataza asiendelee kufanya hiyo biashara. Kama sio lazima aache tu kuuza, ila mke anaforce sana mazee. Na kuahidi hii movie usipocheka, basi itakuacha na funzo kubwa sana. Lakini naomba kwanza ubonyeze alama ya subscribe hapo chini, kisha utani on notification bell. Okay, tuendelee. Basi wanandoa walifika. Waliposhuka tu, mke akauliza, unaelekea wapi sasa? Hii ni mara yako ya kwanza kuja hapa Niko hapa kukusapoti tu. Kunisapoti? Hichi ni kikao cha kamati cha ustawi tu, kwa hiyo kuna tatizo. Bana. Sikia, ngoja nikwambie kitu mke wangu. Unaona watu hapo ndani? Hakuna mtu wa kawaida kama wewe. Wewe unahisi kwa nini nimeazima hili gari ili kuja nalo hapa? Ili niwaonyeshe kwamba wewe mke wangu una pesa, ili watu heshimu na wasitudharau. Umeelewa sasa Haya, twende ndani. Mchizi akatangulia mwenyewe. Yaani hiki kikao kinamhusu huyu mwanamke tu, lakini mchizi ana force kishenze ise. Wakaingia mpaka ndani. Enita akawapokea. Yuko hapa kwa ajili ya kikao, lakini tunatarajia kupata mtu mmoja tu ambaye ni Dima. Ndiyo, huyu ni mke wangu. Mimi ni mume wake pia, naitwa Harrison. Akawaelekeza tu pale, hakuna namna, kisha wakaingia ndani. Huku kwa mchizi simu bado zilikuwa zinaita sana. Akapokea. Aliyepiga ni Enita. Akauliza, uko wapi mzee? Ngoja kwanza. Huyu mchizi anaonekana yuko kwenye nyumba nyingine, si ndio? Ambayo ni tofauti kabisa na ile ambayo tumemwona Sister Moni ambaye ni mke wake. Na pia tulimwona Enita ambaye ni mfanyakazi wa Sister Moni. Na kwa nini Enita anampigia simu mchizi na mchizi anapokea, lakini akipigiwa na mke wake hapokei? Weka hapo tutaelewa tu uko mbele. Kwa hiyo kifupi tu, mchizi uko kwenye nyumba nyingine na alikuwa mwenyewe, hakuwa na mwanamke yoyote. Tutaelewa tu kwa nini ana nyumba nyingine na kwa nini apokee simu za mke wake, anapokea za Enita. Huko mbele tutaelewa mengi zaidi. Enita akasema, mke wako anakutafuta sana. Wewe umejuaje kwani? Na unafanya nini hapo nyumbani kwangu leo? Haujui kama ni Jumapili? Akasema tu anaandaa watu wa kamati, leo kuna kikao nyumbani na kimekaribia kuanza hata hivi. Pale Sister Moni akamfuma. Huyo ni Matthew, si ndio? Geng. Huko mchizi akakata simu haraka sana. Moni akaiomba ile simu ya Enita. Hawajaendelea vizuri, Dima naye akatokea. Sister Moni akavunga tu pale, kama mnahitaji msaada naweza kuwasaidia pia. Moni akashukuru tu. Kikao kimekaribia kwa hiyo tungesogea karibu sasa tusichelewe. Kisha akamwambia, lakini ningekuwa wewe nisingefika hapa na mume wangu kwa sababu hata hivyo hausiki sana. Akamtoa tu pale huku anamchapa jicho kali sana Enita. Haya bana, kikao kikaanza. Sister Moni akaanza kutoa mrejesho wa mwaka uliopita, walitengeneza naira milioni 6 na walikusanya kwa miezi 6 tu. Mchizi akamsemesha mke wake pale, Mr. Harrison, kuna kitu labda ulitaka kusema? Akasema hapana tu, huko mchizi anasimama eti sijui anataka ajieleze nini. Hapana, unajua ni kama mke wangu tu, kwa hiyo niko hapa kujifunza kutoka kwako na mume wako pia. Ndio maana nilimlazimisha lazima ajiunge na hii kamati ili awe bora zaidi. Akaanza kutupa sifa kwa mke wake kwamba anafanya biashara ya zobo na nini, kwamba ni mpambanaji tu. Kibonge akadakia pale, hakuna haja ya yoyote bana hata kama angeitwa Zobo Lady kuna shida gani kwani? Hebu kaa chini bana. Agnes, najua ni ngumu sana kwako kuelewa kwa sababu hata hivyo bado hujaolewa. Watu wakatoa macho kishenze ise. Yaani hapa ilikuwa ni kutiana aibu kinoma. Inaniuma kwa sababu mke wangu anaishi chini ya uwezo wake pia. Lakini katika mkutano kama huu, chini ya uongozi wa watu wenye pesa kama dada Moni hapa na mume wake, ataweza kufikia malengo makubwa zaidi. Sister Moni akamwomba mchizi akae kwanza, maana anaongea sana alafu ni vitu ambavyo havihusiani kabisa na hichi kikao. Ikabidi waendelee na ajenda kubwa iliyowaleta hapa. Lakini nilitegemea mume wangu angekuwa hapa pia. Lakini naweza kuwa mbadala wake ikiwa unataka madam. Akasema sio lazima, usijali. Iko hivi, huyu dada ambaye ni Sister Monica sasa ameongoza hii kamati kwa miaka 3.
lakini mwaka huu hatakuwa kiongozi tena. Ni kwa sababu tu mambo yake ya kiafya na nini. Pale pale akaingia mchizi Matthew, ni mume wake sasa. Oh, Mr. Matthew, nina furaha sana umefika hapa ise. Karibu. Eti akanyanyuka kabisa aende kumpokea. Mke wa Matthew akamwomba mchizi aje ajiunge nao. Niliwaambia watu kuwa utachukua majukumu ya kuwa kiongozi badala yangu. Mchizi akauliza, kwani ni lini nimekubaliana na wewe katika hilo jambo? Kwa hiyo mchizi akapendekeza tu watu wachague kiongozi mwingine. Watu wakasapoti hilo wazo tu liko sahihi. Mchizi akasema atamsaidia huyo kiongozi mpya kwa mambo machache atakayokuwa anampiga chenga. Dima kadakia, naweza kuwa mimi kama Mr. Matthew huko serious na hilo jambo lake. Mume wake akamtuliza kwanza akae kimya. Kwa hiyo kiongozi wenu mpya huyo, si ndio Jina lako nani? Mke wangu huyo hawezi bana Mchizi akasema embo acha kwanza ajibu mwenyewe. Tulia, kaa kimya. Moni kabidi atulize lile jahazi mazee. Akamshukuru Dima kwa kujitolea, lakini sasa huyu madam akaendelea kumpendekeza mume wake tu Matthew kwa sababu huyu mume anafahamu vitu vingi sana kwenye hii kamati. Lakini tukiangalia kwa makini hapa ni kama Moni na mume wake Matthew ni kama wanashindana kitu hivi. Wanakatana fulani hivi, kwa kifupi hawako sawa. Tutaelewa tu huko mbele zaidi. Akaomba dakika moja aende kuongea na mume wake kidogo. Walipofika kwenye balkoni huku nje, Enita alikuwa hapa pia. Akaomba aondoke tu. Mchizi akauliza, "Kwa nini anafanya kazi mpaka Jumapili?" Samani. Kumbe kushughulikia mambo yangu hapa inakukera, si ndio? Matthew akamwambia Enita aende tu nyumbani aondoke. Moni naye akamzuia. Ukimaliza mambo yote niliyokuagiza ndio uondoke, sawa Enita ikabidi tu aondoke zake. Ni vita humu ndani mazee, lakini mchizi ni kama vile anamtetea huyu binti. Ipo siku atakuacha na hutoweza kumpata tena, sawa Acha nimwagize bana Acha afanye mambo ambayo mimi nataka. Kesi ikaendelea. Ujue nimekupigia sana, nimetuma SMS sana lakini ulikuwa ujibu. Lakini Enita alipokupigia ukapokea. Naelewa, nilikuwa nimeweka simu charge ofisini kwa bode huko. Na charge yangu nilikuwa nimeisahau nyumbani. Genge. Kwa nini ukupokea nilipokupigia mimi? Lakini ulipaswa kuwa umelala. Na huo usingizi na utoa wapi huku ukiwa upokee simu zangu? Wakaanza kukiwasha pale na nini, wamekuja kuzungumzia kuhusu kikao, lakini saizi maongezi yamebadilika. Wanaanza kuongelea kuhusu mahusiano yao. Mchizi akaomba msamaha. Nifanye nini sasa ili nirekebishe hili? Huwezi tena kurekebisha. Umeshazingua tayari mzee. Sister Moni akaketi. Hii ndoa ni balaa mzee. Baadaye Sister Moni na mume wake wakarudi mpaka ndani. Akawashukuru wote kwa uvumilivu wao na nini. Pia akasema wamezungumza na mume wake na wamepata suluhisho kubwa tu. Mchizi akadakia, bila shaka hilo ni jambo jema sana. Ninamaanisha kwamba mwanaume siku zote lazima atafanya maamuzi. Sister Moni akamsimamisha Dima, wakasimama pale. Akasema, kila mtu amsalimie kiongozi wenu mpya. Watu ni makofi tu. Inaonekana kwamba wamelisapoti sana lile jambo. Lakini mchizi alionekana kama amefurahi kidogo tu. Akaendelea kutoa maelekezo alipofikia na nini. Akasema pia Matthew amekubali kukusaidia katika mambo madogo ambayo yatakuwa na kushinda. Mchizi akakubali. Dima akashukuru pale na nini, kisha akasema, nafikiri nitakutafuta sana ili unisaidie mambo ambayo yatakuwa yananishinda. Mchizi akadakia, pia mimi kama mume wake nitatoa support ya kutosha tu, nitajitolea sana. Kwanza wewe hata sio mjumbe wa kamati. Yakaanza malumbano pale na nini, lakini lile jambo likawa limeishia hapo. Haya bana, ngoja tuone itakuwaje. Waliporudi nyumbani sasa, mchizi akaanza kumpigia makelele mazee. Mwanamke akachoka, akaona huyu mchizi anampigia makelele tu. Unaenda wapi sasa? Kuoga kisha nipumzike zangu. Maana imekuwa siku ndefu sana leo. Lakini bado sijala. Dima akajaa sumu kishenzi, ni hasira tu. Ikabidi ashuke ngazi na nini aelekea jikoni tu kuandaa chakula. Tatizo ni nini hapo sasa Yaani hujaanza hata kazi unataka mume wako nife na njaa, si ndio? Ukianza hiyo kazi si ndio itakuwa balaa. Ila huyu jamaa bana. Huku nako Matthew na mke wake wako ndani. Moni akauliza, "Niambie kwanza ulikuwa wapi?" Akasema, "Nilikuwa ofisini." Sister Moni akamchapa jicho hilo. "Kwa nini mchizi anasema kirahisi hivyo yani Hebu usinidanganye, sawa Kwa nini nidanganye sasa nilikokuwa? Sawa, mpigie muulize kama aliniona au hakuniona." Moni akupokea ile simu. "Mpenzi, samahani kwa kutopokea simu zako Sikuwa na simu muda huo." Mchizi akajitetea pale kwamba hatosahau tena chaja nyumbani. Atakuwa makini sana na simu yake kuwa na chaji muda wote. "Lakini uliweza kupokea simu za Enita, si ndio?" "Lakini hiyo ilikuwa baada ya kuchukua simu kwenye ofisi ya bode." Mchizi kisha akaondoka zake. Moni alinuna huyo. Mchizi hata ajali yani. Moni akasema anahisi kabisa kama wanazidi kutengana. Mchizi akajaa sumu. "Kwa sababu sijapokea simu zako au kwa sababu nimepokea simu za Enita, si ndio?" Wakakwaruzana pale na nini. Mchizi akasema, "Hebu tusijiumize sana, sawa Hebu jali kuhusu mtoto aliyoko tumboni kwanza." Kumbe Moni ni mjamzito bwana. "Nimeshindwa kulipia matibabu ya kupandikiza ujauzito. Hii haimaanishi kuwa sitaki hii familia." Ndugu mtazamaji, najua huenda ukawa hujaelewa bado. Hawa wanandoa hawakufanikiwa kupata mtoto, ni mwaka wa 10 sasa. Kwa hiyo wakajaribu kufanya njia ya kupandikiza mtoto, lakini Matthew hakutaka kulipa gharama za hiyo njia ya kupata mtoto. Hapo umeelewa Hapo mbele tutaelewa zaidi. Baadaye Sister Moni akiwa amelala, Dima akampigia simu. Akamwambia kwamba nimejaribu kumpigia simu mume wako lakini sijampata. Moni akasema bado amelala saizi. Lakini tukiangalia hapo kitandani yuko peke yake kabisa. Inamaanisha mume wake hayupo mazee. Dima akasema nimempigia sana lakini simu yake ilikuwa inatumika. Moni akashangaa.
Akasema sawa, naelewa, asante kwa simu yako, lakini nitajitahidi. Dima akadakia, nihitajia kuonana naye kesho. Akasema ni sawa, lakini itapendeza ukienda ofisini kwake kabisa. Nitamwambia kwamba kesho utaelekea ofisini kwake. Dili kali limetiki mazee. Sasa kabla hatujaendelea, sikiliza kwanza. Kuna wakati tunafanya vitu hatuelewi tunafanya kwa sababu gani, na hatuelewi kabisa matokeo ambayo yatakuja baadaye. Hapo mbele tutaelewana tu. Hii kauli niliyoongea wewe iweke tu kwenye mabano. Mchizi akiwa amelala, Mchizi alikuwa anaongea na simu. Akasema sijui ni kwa muda gani tutaendelea kuiweka hii siri Enita. Pause kwanza. Enita ni yule mfanyakazi wa Monica, yani Sister Moni, si ndio Kwa hiyo kwa haraka Mchizi anaruka na Enita, si ndio tuendelee kuangalia hii movie. Akaendelea, itakuwa ni vizuri kama tutamweleza kila mtu, na angejua kama wewe uko romantic kiasi hichi, asingekuajiri hata kidogo. Akaitwa Matthew. Kenke. Bwana mke akambamba. Mchizi akuweza kujielezea mazee. Huku kwa hawa na ndoa wengine, Dima akawa anampatia mume wake kila ripoti zinazoendelea kule kazini kwake. Akasema kuwa anataka kuwasiliana na wafadhili wa zamani ili niwatumie kuwashukuru kwa mambo waliyofanya hapo awali, kipindi ambacho mimi sikuwepo. Kama kawaida tu, waga unazingatia vitu vya kijinga. Mimi ndiyo wewe, unataka tuonekane wadhaifu kuliko hata Moni na Matthew, si ndio? Kwa hiyo Mchizi akamkataza kabisa mke wake kufanya vitu kama hivyo. Uamuzi anaotaka kufanya sio sahihi. Huku tunamwona Matthew na Enita wako wanapiga stori huko jikoni nyingi sana, tena kwa sauti ya chini. Nataka uwe mkamilifu na upendeze. Akasema sawa, lakini naweza kuiona? Mchizi akasema ndio, hakuna shida. Akatoa simu kisha akamuonesha. Binti alivyotazama akafurahi sana Akasema ni nzuri na nimeipenda mno. Kwenye kufly pale, mara ngapi Moni asitokee? Genge. Akasema hii inaonekana kwamba inachekesha. Mr. Matthew amezungumza kitu ambacho kimenichekesha sana. Pale simu ikaita ya Mchizi. Akamwambia kiongozi wa kamati yenu amenipigia, kwa hiyo ngoja nikaongee naye. Hapa anamzungumzia Dima sasa. Mchizi akaondoka zake. Wakabaki pale peke yao. Labda unahitaji chochote madam? Mama alimpiga hilo jicho kisha naye akasepa zake tu, akaongea kitu chochote. Baadaye kidogo tunamwona Dima amefunga safari mpaka kwa wale wafadhili wa ile kamati yao. Akakutana na kiongozi mmoja. Mchizi anaitwa Mr. Saraki. Mchizi akampongeza kwa biashara yake ya juisi za zobo na nini. Dima akasema nimekuja hapa kama kiongozi wa kamati yetu. Sawa, vipi Moni? Bado ni kiongozi? Akasema hapana, ameachia ngazi hivi karibuni, kwa hiyo mimi ndio kiongozi mpya. Mchizi akafurahi mno, akampa na ongera zake na nini, lakini cheki hayo macho anayomtazama mzee. Haya bana. Kisha binti akamwomba support yake. Mchizi akasema hilo ni jambo dogo tu, kwa hiyo hakuna tatizo. Lakini kumbuka tu mume wake alimzuia kabisa kuja hapa, ila yeye ameforce tu mpaka amefika. Kwenye comment section hapo unaweza kuniambia, je, mume wake na Dima yule Harrison alikuwa sahihi kumzuia au ni wivu wake tu wa hapa na pale? Lakini jamaa akasema ipo shida kidogo. Uongozi uliopita uliahidi kutoa ripoti kamili, lakini bado hujatupatia hizo ripoti hata kidogo. Mpaka sasa hakuna ripoti yote kwa vitu vyote ambavyo vimefanyika kwa miaka yote mitatu. Dima akaahidi kulifanyia kazi na nini, na hata hakikisha anamtumia ripoti zote. Usinitumie mimi ripoti, sawa Hakikisha unaiweka public. Kila mtu anatakiwa aone hizo ripoti. Wakaelewana pale. Kama wakipata hizo ripoti, basi washikaji watafadhili tena huenda ikawa mara tatu yake. Dima akashukuru sana mzee. Mchizi akatoka kidogo. Dima akampigia simu Sister Moni sasa. Moni alipoiona simu akaokota. Dima akasema, "Unafahamu kuhusu ripoti zilizopaswa kutumwa kwa wafadhili? Maana mimi sijui kuhusu hizo ripoti za mwaka jana, na kama hatopata hizo ripoti, basi hatofadhili kabisa." Dima, ngoja, ongea taratibu kwanza, sawa Sikia, Agnes atakupatia hizo ripoti kwa wepesi sana. Lakini nimempigia mno, hajaokota simu hata kidogo. Sawa, usijali. Lakini Moni akamhakikishia kwamba atulie tu, asiwe na pressure na kila kitu kitakaa sawa. Kisha Enita kaita, "Mama, Dima, subiri kwanza kidogo nataka nikapokee mzigo, nitarejea hivi karibuni." Akauliza, "Kupokea nini? Na kutokea wapi?" "Sio mbali, nitarejea hivi karibuni, usijali." Kisha akaondoka zake. Moni akamtizama tu, lakini akamtilia shaka. Akaendelea kuongea na Dima. Sister Moni akamwelekeza Dima kwamba amtafute Matthew, atamsaidia pia. Sasa Moni akamsisitiza tu asimpigie simu, na tena ikiwezekana aende ofisini kwake kabisa. Sasa kuna muda tunakaribisha nyoka na hatari kwenye nyumba zetu wenyewe. Nadhani unaanza kuielewa hii movie inaelekea wapi. Kweli bana. Baadaye Dima akatima mpaka ofisini kwa Mchizi. Dima akasema, "Natamani sana tutumie mafanikio ya hii kamati kwa mwaka uliopita ili tupate ingizo la watu wapya zaidi." Mchizi akasema ndio, inawezekana na ni nzuri pia. Hilo litasaidia tupate wafadhili wapya na wengi. Kwa hiyo ufikiri kubaki na wafadhili wale wale? Hapana, sio hivyo. Wao tayari wako kwenye mfumo tangu mwanzo. Wanahitaji pesa nyingi zaidi, kwa hiyo wanapaswa kuendelea kuweka vitu sawa. Simu ya Mchizi ikaita. Mke wake alikuwa anampigia jamaa, lakini Mchizi akawa ameimute kabisa. Alafu wakaendelea na maongezi tu. Dima akapigiwa simu pia na yeye. Mchizi akauliza, "Nani wewe anakupigia?" Akasema, "Huyu ni mume wangu." Samani atakasirika kama nisipopokea hii simu. Alipopokea tu akauliza, "Uko wapi?" "Harrison, habari?"
Niko hapa na Matthew. Sasa hivi ulienda kumwona bila mimi kunipa taarifa? Mpe simu kwanza niongee naye. Akampatia simu. Sikiliza hapa jinsi walivyoongea ili ucheke wewe mwenyewe. Hi Harrison. Hey, Mado! I hope my madam is not disturbing you too much. Oh. You know women, they don't really understand how busy a man can be. It's no bother. That's good. Alipoendelea kumsikiliza, ghafla akaingia Enita. Mchizi akampatia simu Dima, akasimama kisha akamtoa nje kabisa Enita. Dima akaendelea kuongea na mume wake tu. Mchizi akawa anaongea na Enita. Kumbuka tu alimwambia Moni kwamba anafuata mzigo. Lakini huku ni mzigo kweli amefuata au ni vitu vingine? Huku Sister Moni akampigia simu Dima na akamuuliza kama amefika ofisini na pia kama wameanza mazungumzo hapa na pale. Akasema ndio na nipo naye hapa. Moni akasema kumbe, sawa, inafurahisha hiyo, ongela pia. Tafadhali naomba niongee kwa dakika chache tu. Akasema sawa. Akamfuata Mchizi kisha akampatia simu. Enita na Dima wakaingia ndani wakaenda kuongea na kufahamiana zaidi. Matthew akauliza, "Vipi? Kila kitu kiko sawa mke wangu?" Mke akachachamaa kule, "Mzee, kuna chochote unataka kuniuliza labda?" Akasema hapana. Enita yupo nyumbani. Kuna vitu nataka nisaidie. Vipi, unafahamu aliko? Akasema nitajuaje sasa mimi alipo mwanamke? Sawa. Hicho ndio kitu ambacho nitaka kukuuliza. Hakuna kingine. Kwa heri. Mpe simu Dima ili nimalize kuongea naye. Mchizi akampatia simu. Kisha akatoka pia na Enita tena. Sister Moni akamshukuru tu kisha akasema, "Hakikisha usitumie muda mwingi hapo ofisini kwake. Hautaki kumbana na kazi zake, sawa?" Akasema haina shida. Akimaliza tu kuongea na Enita nitaondoka. Akawa ametoboa siri. Akasema hiyo ni sawa pia. Nilisahau kama nilimwagiza Enita huko, ampatie kitu fulani hivi. Sister Moni anacho kifua mazee. Simaanishi kifua hichi, na maanisha kifua cha kutunza vitu. Yaani amevunga kabisa kwamba hajui kinachoendelea. Hapo amevunga tu. Bila shaka hili jambo linamuumiza sana. Na kumbuka tu huyu mama hapo alipo ni mjamzito. Baada ya muda Enita alirejea nyumbani. Unadhani hata Sister Moni alionyesha kuwa anafahamu kitu chochote kwamba binti alikuwa wapi? Yeye akavunga tu. Enita akiwa jikoni pia bado akawa anaendelea kuongea na simu nyingi mno huku akicheka, anafurahi kishenzi ise. Bila shaka anaongea na Matthew. Ghafla Moni akaingia. Enita akashtuka. "Nitakupigia simu," kisha akakata. "Nimemwagiza Ruti akuletee maji dada." Moni akamwangalia kisha akamsogelea. Akasema, "Enita, nimekuweka ndani kwangu, nimekukaribisha vizuri na kukufanya ujisikie amani. Na unadhani unaenda kukuza hizo mbawa zako na uruke kwenye hii jumba langu, si ndio? Ulikuwa unaongea na nani?" Enita akaomba samahani tu. "Unaweza kukaa kimya kisha unijibu swali nililokuuliza?" "Hilo ni swali nililokuuliza mimi? Ulikuwa unaongea na nani?" "Nilikuwa naongea na rafiki yangu tu." "Nipatie hiyo simu yako." "Unasema nini?" "Hapana dada, hapana. Simu yangu ni mali yangu tu mimi mwenyewe. Ukiniomba kwa upole naweza kukupatia, lakini sio kunilazimisha kama unavyofanya hivyo." Hapa ikawa ni kivumbi mazee, walibishana kwa muda sana. "Nipatie simu yako bana au uondoke nyumbani kwangu, sawa? Ni kwa sababu sijakupa tu simu yangu, si ndio? Mbona una paniki kiasi hicho dada?" Enita akasema, "Kesho nitakuandikia barua kisha nitakupatia." Kisha akaondoka zake. Hapo anamaanisha barua ya kuacha kazi. Huyu binti ameota mapembe, si ndio Yaani bora apoteze kazi kuliko hizo mambo za kuangalia sijui simu yake kukaguliwa simu. Hataki kabisa. Hii ilimuumiza sana Sister Moni na akaelewa moja kwa moja kabisa huenda mume wake anamchiti na huyu mwanamke. Mida usiku sana Mchizi akarudi mpaka nyumbani kwake. Akafika sebuleni amechoka sana. Moni akaja yuko fulu mtungi amekasirika kishenzi. "Ulinidanganya tena, si ndio?" Nilijua umelala tayari mke wangu. Ulinidanganya na kumbe ulikuwa na Enita." Mchizi akainuka kwanza. Unamaanisha nini kusema Enita?" Moni akauliza. "Hivi unanipenda kweli wewe jamaa? Unanipenda kweli hata kidogo wewe mwanaume?" Mchizi akauliza. "Unahisi labda anakuchiti sio? Unahisi nakuchiti na Enita? Bado una muda mzuri sana wa kuendelea kulipinga hilo swala." Mchizi akacheka sana kisha akaelekea kuketi. Moni akaanza kulalamika mazee. Alilalamika kinoma kishenzi sana ise. Kisha akaondoka zake. Alikuwa anaumia. Mchizi akamfuata huko akaona hii si sawa. "Moni, naomba unielewe basi." Mchizi akasema, "Mimi na Enita tunapanga kukufanyia surprise ya miaka 10 ya mahusiano yetu." "Nataka nikusurprise tu. Nataka nikuonyeshe kiasi gani nakupenda mama." "Umesema nini?" "Yeye ananisaidia kuweka mipango sawa tu hapa na pale." Akatoa simu kisha akamuonyesha ile zawadi ambayo ilikuwa bado iko kwenye mfumo wa picha. Moni akajiona aibu kwanza. Moni akasema, "Sasa ungeniambia basi na wewe, si ungesema. Sasa kitu ni surprise, utaambiwaje sasa?" Nini maana ya surprise mazee? Ikabidi wakae kwanza kisha wazungumze kikubwa. Mchizi akaanza upya kabisa kumtongoza. Maneno matamu na nini, mara wewe ni mpenzi wangu wa siku zote, mwanamke ambaye huna chaguo juu ya wanawake wengine. Nitakuchagua wewe kila maneno ngoja nifanye tu kazi yangu mazee. Maneno yakazidi utamu na nini. Basi mama wa watu hasira zikaruka Kigoma huko. Wakaombana misamaha mingi pale na nini. Ni kweli wanapendana Lakini ngoja. Wewe unaamini kwamba huyu Mchizi amenyoka kabisa au amepinda pinda?
tukutane episodi ya pili. Lakini ngoja kwanza, hii ni series, naombeni mniambie tuendelee kuileta au tuachane nao tu tutafute vitu vingine. Weka maoni yako hapo kwenye comment box. Nikipata comment 20 tu nitakuwa ninaileta kila siku hapa mpaka itakapoisha. Usisahau kusubscribe, like, share. Ulikuwa na mimi storyteller wako naitwa Dolphin na hii ni JPM Movie. Bye. Tukutane episodi ya pili.